ameweka malango yake ambayo haitakuruhusu wewe kama mwanadamu kuingia katika baraka zako, kwa sababu Mungu ametuokoa na ametuleta kwa wokovu, kwa sababu kuna mahali anataka kutuingiza. Bwana tukusifu. Kuna baraka ambazo tunataka kupokea. Bwana tukusifu. Kama kuna maisha nimechoka nayo, ni maisha ambayo mimi najita nimeokoka, lakini ninaishi maisha ya kawaida. Ninaambia wimbo wa mataifa, mataifa wakisema hakuna kazi, mimi ninaimba pamoja na wao. Mataifa wakisema maisha ni ngumu, mimi ninaimba pamoja na wao. Mataifa wakisema mambo ya kulala njaa, mambo ya kufungiwa nyumba, bado hata sisi wa Kristo tunaimba pamoja na wao. Lakini Mungu ametupa uwezo, Mungu ametupa nguvu, Mungu ametupa mamlaka ya kwamba tunaweza control everything in prayers. Kuna vitu ambavyo lazima tuyaondoshe na tutayaondosha kwa maombi. Bwana tukusifu. So we go to prayer and fasting. Wewe kama unajua kwamba maisha yako ni spiritual, our life is, the percentage of our life is 85% spiritual. Bwana tukusifu. Only 15% is physical. Bwana tukusifu. That means maisha yako mingi, mambo yako mingi ni spiritual. Yale yanadhihirisha kwa physical ni kidogo sana. So kama kuna vitu unatakiwa ushughulike nayo sana, ni maisha yako ya kiroho. If your spiritual life hayuko sawa, usitarajie your physical life iwe sawa. Bwana tukusifu. Kama unaona wewe unang'ang'ana na umaskini, wachana na mambo mengi, wacha kujaribu biashara hii mara ingine. Jua ya kwamba ni roho ya umaskini ambayo inakuandama. Go to prayer and fasting. Deal with that spirit fast. Ndio sasa ukija kujaribu biashara na kazi, tayari umeshashughulikia katika maisha ya kiroho. Bwana tukusifu. Lakini we Christians, we are doing opposite. Tunang'ang'ana physically kwanza, tukishindwa ndio tunaanza kurudi sasa. Tunaambia pastor, nimeelewa mambo yangu imekuwa hivi. Bwana tukusifu. But we need to fast and deal spiritually. Ndio sasa tukirudi kwa physical hatung'ang'ani. Bwana tukusifu. Kwa sababu tayari tumeshayashughulikia. Hallelujah. Acha tusome Mathayo. Mathayo 16:18. Mathayo 16:18 nasema, nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu haitanishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Bwana tukusifu. That is Petro anaambiwa na Yesu ya kwamba wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Ya kwamba wewe ndiye jiwe, wewe ndiye kanisa. God is promising ya kwamba kwa wewe kanisa litatokea, kanisa ambalo ni kusanyiko la wekati
tukuze. That means wewe ambaye ni kanisa, Biblia inasema kwamba malango ya kuzimu hayatakushinda. Bwana tukuze. Lakini sisi kanisa tumekubali kushindwa na malango ya kuzimu. We are compromised. Na ndio nini wanakataa. Wakristo lazima tuinuke. Kwa comfort lazima tutoke. Kwa sababu kuna malango ya kuzimu ambayo yameandaliwa na shetani na yako tayari kukuzuia wewe, kukufungia wewe baraka zako na hatima yako. Na ndio Yesu anaambia Petro ya kwamba kwa sababu wewe ndiye Petro, ni wewe ndio rock, na kwa sababu wewe ndio rock nitajenga kanisa langu kwa wewe Petro. That means God is building up the church in me. Yes. Amen. Petro akaambiwa na hiyo kanisa ambayo ni mimi haitazuiwa na shetani. Malango ya kuzimu hayataizuia. Bwana tukufu. So ukiwa na malango ya kuzimu yanakuzuia, ni wewe umetaka. Bwana tukufu. Ndio basi tena anasema, nami nitakupa wewe ufunguo za ufalme wa mbinguni. We have the keys of heaven. Tuko na kifunguo, na kifunguo yenyewe ni maombi. Bwana tukuzwe. Na ndio Biblia inasema kwamba tumwite Bwana naye atatuitika. Bwana tukuzwe. Because we have the access ya kwenda mbinguni, ya kuuliza vitu vya mbinguni, kuuliza vitu vya Mungu. We have the access. Ndio Biblia inasema kwamba in verse 19 ya kwamba ufalme wa mbinguni na lolote utakalofunga hapa duniani limefungwa mbinguni. Bwana tukuzwe. We have the authority. We know ourselves. Na ni vizuri tujielewe kabisa. Wacha tusikae kama watu wajielewi. Tujielewe wa Kristo ya kwamba tuko na uwezo. Tuko na uwezo wa kukataa. Tuko na uwezo wa kufunga. Hatuwezi compromise. Hatuwezi kukubaliana na vitu ambavyo havitufurahishi. Wewe unakaa kwa maisha ya mateso na unakubali tu kukaa kwa hiyo maisha. And you have the keys. Hey, Bwana pewe sifa. Niko na kifunguo. Na Biblia inasema kwamba lolote nitakalofunga. Kwa hiyo niko na uwezo wa kufunga malango ya magonjwa kwa maisha yangu. Bwana tukuzwe. It is so pathetic. Wakati ambapo Mungu anajua kwamba wewe uko na uwezo, lakini hautumii huo uwezo kufaidi maisha yako. Bwana tukuzwe. Shetani ametulemeza, ametuonyesha kuomba ni upuzi, ametuonyesha kuomba ni kujitokesha, ametuonyesha kuomba haina faida. Bwana tukuzwe. That is the strategy of the enemy. Lakini wacha nikwambie, katika maombi yako you can make things happen. Kwa maombi yako haijalishi neema ya kiasi gani. Kwa hiyo neema ambayo uko, kwa hiyo neema ya dakika 10, kwa hiyo neema ya dakika 20, kwa hiyo neema ya wanawa, you can make things happen. Na ndio Biblia inasema kwamba lolote utakalofunga limefungwa, na lolote utakalofungua limefunguliwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe ndio utazifungua, wewe mwenyewe ndio utazifunga. Bwana tukuzwe. Haleluya. Jesus was talking in parables, and he was talking about the gates, because those people of those days, they had the knowledge of gates. Bwana tukuzwe.
zilikuwa zinafanywa pale kwa malango. Biashara zote, biashara za mji, biashara za kifalme, zote zilikuwa zinafanywa kwenye mji. The gate was the place of power and control. Pale kwa lango ndio watu watawa tax collectors wa mji walikuwa wanakaa kwenye lango. That means the gate had the power to control. Kwa sababu kama ushuru yote ilikuwa inaokotewa kwenye gate, that means the gate ilikuwa na uwezo wa kucontrol the city. Bwana tukufu. Ni kama leo shughuli nyingi zinafanywa katika State House. Bwana tukufu. Kuna 5 arms katika taifa la Kenya. Arms hizo zote 5 za muhimu sana. Bwana tukufu. Na hizo arms ama hizo vitengo ndio zina control the nation. Bwana tukufu. The arm of judiciary, executive, legislature, treasury, legislative, registration, administrative, your parliament. Bwana tukufu. Hizo ndio the arms of